Huu ujumbe unakwendea wewe mtoto wa kike moja kwa moja. Yaani muonekano wa mume wako anapotoka nje akiwa yuko rafu, yuko vizuri, inachukuliwa kama ndio picha halisi ya usafi wako wewe mwanamke. Kwa hiyo wakati mumeo anapoonekana kule nje, nywele zimemtimka ziko timtimu, ndevu hazijachanwa zikawa kwenye mpangilio, nguo zake alizovaa kuanzia kama ni shati hadi suruali hazijanyoroshwa pasi, zimekunjana kunjana kana kwamba zimetoka kwenye mdomo wa mbuzi, kama kiatu hakijapakwa rangi, kimeparara kama mchimba kaburi. Yani kama mumeo wewe anakuwa yuko ovyo ovyo tu, hajulikani, yani anakaa tu kama nguo za ambazo ziko tu kwenye soko, huo ndio unajulikana kama wewe mke ndani ya nyumba. Ndicho kipimo chako cha usafi, kipimo chako cha kueleweka. Kwa sababu mtu anapoonekana kule nje yuko rafurafu namna hiyo, watu wanaulizana, yule kweli ana mke? Hilo ndilo swali wanaulizana. Na kama mwanamume amevalia vizuri, yuko katika hali ya usafi kuanzia kwenye nywele mpaka kwenye wayo, mavazi yake mashallah, sifa kwanza zitakuja kwako wewe mwanamke. Maana utambua mwanamume wa fulani mashallah, jamani, fulani anajua kumtunza mumewe, fulani anajua mume wa fulani anajua kuvaa, mume wa fulani anajua kumachi nguo, yani kala zile rangi zinaendana. Kwa hiyo mwanamke jibidiishe, jibidiishe, hakikisha mumeo anapotoka ndani ya nyumba anakuwa na muonekano wa kueleweka, anakuwa na muelewano, yani na muonekano mashallah, kwa sababu sifa zote zitakuja kwako wewe. Na kama mumeo atakuwa anatoka ndani ya nyumba akiwa mchafu, akiwa haeleweki, bora tu ni twende, hata akaulizwa twende hawezi sema twende wapi, yeye ni wakwenda tu, basi sifa zote mbaya pia zitakuja kwako wewe. Kwa hiyo nadhani hapo utakuwa umejua kuanzia leo.